unakuta kwa unaona sasa kuna zile moment ambazo kweli unafika unamtegemea Mungu, afu kuna muda mambo hayafanyi kazi. Don't work out, afu unaamua kutafuta intervention nyingine. Matukio kama hayo yametokea kwenye power room. Ngoja tusiyaseme sana, lakini mambo sauti kuishi. Kuna chai fulani hivi mida ya jioni huwa imekaa vizuri, si ndio? Yeah. Chai ile ya kurekebisha sauti. Kwa Brother Frank. Yes. Kwa ufupi tu. Unamwambiaje mtu ambaye anatamani kuhudhuria uinjilisti huu, ama bado ana sita, lakini kuna mwingine ambaye ni mara yake ya kwanza, ategemee nini? Okay, sawa. Nikianza na mtu ambaye anatamani kuhudhuria uinjilisti huu, maana yake yuko radhi kuhudhuria uinjilisti huu, na ndio maana anatamani. Mtu wa namna hiyo naweza nikamwambia asifanye kosa, matamanio yake yasifike kwenye hatima. Aje ajionee mwenyewe. Moja ya kitu ambacho ninajua for sure by my experience kwa miaka hii yote 10 ya uinjilisti, hakunaga mtu ambaye amai kuja kwenye uinjilisti like wa kwanza alafu wa pili ukamuuliza kwamba unaenda uinjilisti, au akaa yeye na swali la kujiuliza, hivi niende nisiende. Yeyote ambaye amekuja huwa mwaka unaofuata yeye mwenyewe pasipo kulazimishwa, kwa ridhaa yake mwenyewe, kwa kupenda na kufurahia, huwa anakuja. Na wale ambao wanakuta labda kwa miaka 3 akuja, yuko ndo mwaka wa 4 sasa ndo anakuja, huwa anajilaumu kwamba kwa nini miaka yote 3 sikuwepo. Umeona? Sasa huyu mtu ambaye anatamani kuja, sitamani afike kwenye ile point ya kujilaumu na yeye kwamba kwa nini sikuweza kuhudhuria, kwa sababu hizi ni chance muhimu, zinakujenga kiroho, zinakujenga pia social, kama ambavyo umesikia hapo. Kuna mambo mengi ya social yanaenda ambayo tunakuwa yanaendelea kwenye eneo la umisheni, lakini pia unafahamu watu. Hii nchi ni kubwa bwana, naona hii nchi ni kubwa. Unawafahamu Wamasai, siku si nyingi unakuepo hapa Chepo, unampata Mmasai, unajua kule Limototo nyie mpo hivi, tunajua. Mimi nimetoka kule Umasaini mpaka ninakumbuka yale maneno ya Kimasai ambayo tulikuwa tunaongea kule. Unaona misisi Yesu, ndarasi. Vitu kama hivyo unakumbuka kwa hiyo ni nzuri. Kwa hiyo mtu ambaye ana wish kuja, I say hiyo wish isipotee, aje. Lakini huyu mtu mwingine ambaye yani ili swala kama sio jambo lake, kwanza sio wito wake, sio mambo yake, sio wito wake. Yani haya ni mambo fulani hivi ya kina brother Steve, kina brother Bavani, yani yeye ni kusali, kurudi nyumbani. Kitu pekee ambacho nataka nimwambie ni kwamba anakuwa na miss the big point ya wokovu ambao sisi tumeupata, na yeye akiwa mmoja wapo. Kwa sababu unapookoka, Biblia inasema sisi tuliokoka tumepewa huduma ya upatanisho. Kwa kama ambavyo watu wengine walikufikia wewe na huduma hiyo ya upatanisho, ukamfahamu Kristo, na wewe una dhamana hiyo hiyo, unaona, kwa sababu hiyo huduma unayo ya upatanisho, kuwafikia wengine ili na wao wamjue Kristo ambaye uko naye. Unajua Biblia iko wazi, inasema, Yesu akasema, asiyekusanya pamoja nasi anatawanya. Kwa ajenda ya ufalme ni kukusanya. Sasa wewe hauko kwenye makusanyo. Na makusanyo, unajua tunapoenda kufanya kule tunaenda kwenye mavuno, ni field ile, si ndio? Biblia inasema watenda kazi ni wachache, mavuno ni mengi. Alafu kwenye ufalme mavuno ni mengi. Alafu wewe katika watenda kazi wachache, wewe mtendakazi utaki kuja kazini. Alafu nimetapanya vipi? Kama mfalme, ngoja kwanza Baraka. Kama mfalme kama mfalme alikuja kukusanya. Biblia inasema Yesu alizunguka katika vijiji akihubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Biblia inasema yeye ndio mwanzilishaji na muhitimishaji wa imani yetu. Tufuate nyayo zake. Kama wewe kweli ni Mkristo na una roho wa Mungu ndani,
na unasoma maandiko, na kila siku tunakutana hapa Chepo, tunasali, tukitoka hapo tunatangazia tunaenda Jacob's Well, tunafanya Bible study, unaona alafu you don't engage in evangelism. There's no point ya wewe kuwa Mkristo. There's no point kabisa. Ni kama mtu ambapo hapa tuko kwenye chuo cha udaktari na tuna hospitali. Ni kama wewe Baraka wewe ni daktari sasa hivi. Ushatoka kwa mwanafunzi. Sasa wewe ni daktari. Imagine wewe ni daktari, alafu utibu wagonjwa. What the point ya wewe kuja hapa kutoka MD1, sio MD2, MD5, sasa uko intern? What the point? Kwa point ya wewe kuwa daktari ni ili ufikie watu wenye changamoto za kiafya kwa taaluma ambayo umeipata kwa miaka 5, basi wale watu watibiwe. Mtu mmoja ambaye ilipaswa pengine ampoteze baba yake mpendwa na tegemeo lake, kwa sababu amekutana na mtaalamu Baraka, akamtibu huyo baba, si ndio? Una restore joy kwenye familia, watu wanaenda shule na vitu kama vile. Ni zaidi sana kwamba pia kwamba wewe ni daktari ambaye ni mtumishi tena wa Mungu, unaona? Kwa unamtumikia Mungu kama daktari hapa KCMC kwa kufikia wale wagonjwa na injili pia kwa zile opportunities ambazo unazipata kama daktari, lakini pia unatoka unaenda kufikia jumuiya kubwa ya watu kule mtaani au kwenye kijiji husika. Kwa hiyo mimi nikwambie wewe ndugu ambaye unafikiri kwamba haya mambo sio mambo yako, mimi nikwambie kwa mujibu wa Biblia haya mambo ni mambo yako. Ni mambo yako. Na siku utakapo nakuombea isije katokea siku najua kwamba haya ndalikuwa ya msingi kuliko mengine yote uliyofanya, kuliko zile accomplishment. Unyakyusa mwingi hapa. Ningehitaji parachichi hapa mambo yakae vizuri na. Sasa utamaduni sijara siku 3 hizi. Mambo ni mengi. Kiingereza kinakuwa kinasumbua anyway. Kwa vitu kama hivyo, unaona Yeah. Kwa hii ndo ajenda ya ufalme. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye unajua umeokoka, umempa Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sawa, unaweza kuwa hujui sana Biblia, ukisoma vizuri Biblia utaona Mungu hawaiti watu ambao ni wakamilifu, si ndio, kwa ajili ya kufanya kazi yake, ila anawakamilisha wale ambao anawaita. Kwa wewe na mimi tumeitwa. Sawa? Wote sio wakamilifu. Hata sisi ambao pengine tunafikiri tuna experience labda miaka 10 bado we have a lot to learn. Yaani ukilinganisha kile tunachokijua na tusichokijua ni kubwa zaidi kuliko ambacho tunakijua. Na kama tusingedea ile siku ya kwanza, mimi nisingeweza kufika mahali nikaomba eti mtu akaanguka. Yaani yule mtoto asingeweza kutembea, si ndio? Kwa hiyo tulichukua tu hatua kwamba sasa tumeokoka, na baada ya kuokoka tunapaswa kuwafikia wengine na injili. Na hata hizi evangelism zote hizi unazoziona hizi za miaka 10 zimejengwa kwenye msingi huu wa Biblia, kwamba tulikuwa tunakutana Jacob's Well, tunafanya Bible study, lakini kuna siku tukaona hapana, hii sio sawa. Tumekuwa tukifanya Bible study hapa kwa miaka yote hii, lakini kile ambacho tunajifunza Bible study, mbona hatukipeleki kwa wengine? Mbona hii injili hatuipeleki kwa wengine? Yale ambayo tumekuwa tunanufaika nayo sisi ndani ya Kristo Yesu, mbona wengine hawajafikia? Ndio ilikuwa sababu hata ya hizi evangelism kwanza. Kwa ndugu yangu ambaye kwa kweli una sita, mimi nakwambia njoo kwenye hii hapa. Acha uchoyo. Njoo, alafu utakapokuja ile inayokuja mimi sitakwambia uje au usije. Mimi nakwambia tu hii ya kwanza njoo. Alafu hii ya kwanza itakwambia tu kwamba hiyo inayokuja usiache, na utajuta kama ukwai kufanya ukikosa na vitu kama hivyo utajutia. Majuto ni mjukuu, siku zote wanasema. Sawa. Brother Tony, huo ni wito wa Frank kwamba usije ukajuta baadaye, ninge huja baadaye. Kwa anaweka msisitizo kwamba usije ukafika kwenye watu. Lakini Brother Tony, hebu tuambie kwa ufupi sana, mwaka huu tunaenda wapi na tunaenda kufanya nini? Sikutamesa, mbona unafikiria sana? Mbona kama unaivutia? Amevutia picha. Nikisema nikuulize tarehe, mambo 13 ndio anatania tu blaza. Tarehe 13
Hebu tueleze kidogo uinjilisti wa mwaka huu. Kwanza sasa hivi tunaenda Handeni bana. Handeni Tanga ni Ndolwa tarehe 13 mpaka tarehe 20. Kitongoji cha nini? Mzundu. Mwezi wa 9. Mwezi wa 9. Mwaka 2026. Kwa hiyo mimi ninatumia nafasi hii kuwakaribisha wote kama alivyosema hapa ndugu yangu Frankie kwamba ni sehemu mojawapo ya kujifunza na ni muhimu wewe kuwepo. Ni sehemu ya wito ambao tumeitiwa na Kristo kwamba mambo yote mengine yote, lakini hichi ndio kitu ambacho Mungu ametuitia kuja kukifanya. Kwa hiyo mimi ninawasisitiza wale ambao wanakuwa na wasiwasi wa kutokwenda waanze kujisajili mapema, waone viongozi, waanze kujisajili. Na pia unajua kuna maandiko yanasema kwamba wataendaje wasipopelekwa. Kwa hiyo pia tunaomba kwa mkono wa ushirika wale ambao watakuwa na hawanatamani kuenda lakini ratiba zao zimewabana, wasiache kuachilia mkono wa shirika. Mimi na msemo mmoja nasema kwamba a giver always lack nothing. Na this time tunawasaidia watu ambao wataenda uinjilisti kule. Kwa hiyo ni sehemu ya sadaka yako unaenda kuitoa kwa ajili ya wale watakaoenda. Wanapoenda kuhubiri injili kule, unapookoa zile roho za watu walio na kumhubiri Kristo Yesu, ni sehemu mojawapo ya kuongeza baraka kwenye maisha yako. Kwa hiyo nawakaribisha sana. Kwa hiyo mimi niseme tu hayo machache. Mungu awabariki sana. Asante sana. Ndio maneno ya Blaza Tony. Sari. Ataje kupata funuo. Ataje kupata funuo. Unasikia Blaza, tumeshakubaliana. Nimekubaliana. Ibilisi ndio mahali ambapo